Afya ya akili si swala la kitabibu peke yake, bali pia ni swala la mifumo. Mara nyingi tunapozungumzia kuchoka kupita kiasi, au kwa Kiingereza tunasema burnout, kana kwamba ni mapungufu ya mtu binafsi, kana kwamba watu wanachoka kwa sababu ni wadhaifu, hawana motisha au hawana uimara wa kutosha. Lakini vipi kama uchovu si kasoro ya mtu binafsi, bali ni ishara kwamba mfumo umeharibika? Karibu kwenye deni la fikra. Deni la fikra hujikusanya pale watu wanapotarajiwa kujitoa bila kikomo. Kujitoa kwa muda wao, hisia zao, ubunifu wao na kujijali kwao, tena bila kupumzika, bila kutambuliwa au bila usalama wa kisaikolojia. Deni hili hujijenga pale uzalishaji unapozawadiwa lakini ustawi unahairishwa. Pale kufanya kazi kupita kiasi kunapochukuliwa kama jambo la kawaida, na pale kusema siko sawa panaonekana kuwa hatari zaidi kuliko kukaa kimya. Katika sehemu nyingi za kazi, ustawi hupunguzwa kuwa kauli mbiu na warsha au karakana za mara moja kwa mwaka. Wakati mifumo ikiendelea kudai zaidi kwa rasilimali chache, muda mfupi wa kukamilisha kazi na uwepo wa kila wakati. Na kwa taratibu na ukimya, deni linaongezeka, na tunaliona katika msongo wa mawazo wa muda mrefu, katika kukosa ari, katika kutokuwepo kazini, na katika watu waliopo kimwili lakini wamechoka kiakili. Kwa hiyo, kushughulikia afya ya akili sio swala la tiba au kujijali peke yake. Ni swala la kufikiria upya mifumo yetu, jinsi tunavyoongoza, jinsi tunavyopima mafanikio, jinsi tunavyowasiliana na jinsi tunavyowathamini watu. Ustawi wa kweli kazini huanza pale taasisi zinapojiuliza, je, matarajio yetu ni ya kibinadamu? Je, sera zetu zinalinda afya ya akili au zinaidhuru? Je, watu wanajisikia salama kuwa binadamu hapa kazini? Kwa sababu hakuna kiasi cha uimara binafsi peke yake kinachoweza kushinda mfumo wenye sumu. Kumbuka, deni la fikra ni la kweli, lakini pia nguvu ya kulivunja unayo. Mpaka wakati mwingine, jifunze upya, jikomboe, jirekebishe kwa utulivu wako wa akili.